Bwana Yesu asifiwe sana. So nikasikia kamduko, nikakunywa tu maji kakaisha. Alafu hawa wakaniita. Sikuwa nataka kukuja, wakaniita. Kufika huko nikaona duma, nikaona giza. Najaribu kusema mpaka wakati tulikuwa tunaongelea shilingi 200, nikasema shilingi 1200. Nikasema haya, nikidauga. Na nikatoroka haraka nikaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ni hii mambo ya witchcraft. Ndio nikaenda nikaomba, nikauliza Mungu, what was happening? Akaniambia wameanza kukutagulia. Goga kabla hawajafika. Hallelujah. It is a very sensitive prayer. Na si wahubiri wengi wanaiguzaga. Si hakuna, ni wachache sana. They are daring, watu very daring. Walikuja wakaniambia tutakumaliza na lori. Hapa wamekuja. Wakaniambia ukisugumusia hiyo maneno, tutaweka lori kwa barabara ikumalize. Nikawaambia kama mtanimaliza kwa sababu ya hii, I'm ready to go, lakini I will expose you. Hallelujah. Because this is what has dealt with our businesses. Hii ndiyo imeshughulikia familia zetu. Kale kamzee kako, ile mzee alikuwa nakupenda, mlikuwa mnaenda mnajivijali. Unasikia unaenda kuambia wanawake wengine venye mwanaume wako performance contract yake ni mzuri, maisha ni mazuri, nini ni kizuri. Wanaenda anaweka switch. Wanaenda kwa mita. Wanakata huko nyuma ya mita. They are dangerous. The only reason mtu anaitwa Elijah, ni Elijah ama ni Elisha? Ni Elijah. Alikuwa na wale 400. The only reason Elijah alifaulu, na ndio nawaambia kastakagi kwenda kwa iboma zenu. The only reason Elijah alifaulu ni kwa sababu aliwalete kwa madhabahu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu aliwalete nini? Those people were sure what they are going to do. They were sure 100%. Na walijua tukifanya hii ikose hii, tunaingia stage hii, kitoka hii, tunaingia stage hii, kikataa. Ya mwisho ni ile ya kujikatakata watoe damu yao. They were sure. Hawako wanajikatakata bure. They were very 100% sure. Lakini naye mtu anaitwa Joshua, anaitwa nani? Elijah. Naye aliwalete kwake, kwa madhabahu yake, na wakati wakifanya magogona aliwakalia. Walikuwa chini hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezi kwenda territory ya wachawi uashide. Hapana, wavurute. When you are dealing with witchcraft, you must have this. Si kurukiria ati by the name of Jesus I destroy you. Utadestroyiwa na mdomo ikuja hapa na Yesu yako akiwa kwa kichwa. Hallelujah. Witchcraft is not something to joke with. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are dealing with witchcraft, and the anointing ya kudeal na witchcraft is on a higher level. Not all preachers, hata wale unaona superior, not many can be able to deal with witchcraft. Huyo mtu bibi yake ako kwa kaburi, mtoto wake ako kwa kaburi. Sasa alikuwa amekuja maombi hapa, kwa sababu mtoto yake anamtokelezea kwa ndoto, anamwambia sijakufa, niko hai. Mke wake anamwambia kwa ndoto sijakufa, niko hai. Na mimi nikamwambia hakika mke wako na mtoto wako hawako kule kwa hiyo kaburi, wako mahali panaitwa Sinyaga. Wanafanyishwa kazi, walichukuliwa. Huko kulia wanauaga mtu, na unaona mtu kabisa amekufa, hata mtamzika. Lakini connection ya uchawi ya huko, watakulete wewe sasa wamekuua. Siku ya kuzikwa watu watakuwa naona ni wewe wanazika, lakini wewe mwenyewe uko kwa hiyo umati ya kuzikana. Wewe mwenyewe uko kwa hiyo umati ya kuzikana. Na huyu mzee akaniambia, ukijaribu tu, mimi nimeenda kwa watu 5 mapasta na wagaga, wale wamejaribu kuuza hii kitu wamekufa. Sasa nimekwambia uone kama utanisaidia, na ujue ukinisaidia unaweza kuenda. Unaweza kufanya nini? Unaweza kuenda. Sasa nikaanza mawazo. Sauti ikaniambia, hii ndio kazi nilikuitia. Goga kitu. Ikasikia rejuvenated. Hello. Si alikutokelezea kwa ndoto. Kuna namba alikupatia kwa ndoto. Unaweza kukumbuka? Alinipatia namba. Unaweza kuikumbuka? Tukaiandika yote. Ni ya Tanzania plus 255. Na tukapiga simu, akaongea na mke wake.
Hello. Tukaongea na mke wake. Hata maybe Sunday anakuja for testimony. Tukaongea na mke wake. Haya. Nikamwambia hata mtoto wako yuko hai, hajakufa. Wacha tumupigie simu. Nipatie ile simu alikuwa anatumia ya Kenya. Tukapiga, ikalia, ikaongeleshwa. Tukapiga tena, ikalia. Tukapiga mara ya 3, ikakataa. Nikamwambia ende ukae chini, ende kunywe chai. Tukakaa kidogo, yule kijana akamupigia. Akamwambia dadi uko wapi? Lakini ako kwa kaburi. Hii ni kitu iko na anointing ambayo ni mtu anapatiwa specifically to deal with this. Not all. Kwa hivyo don't try this at home. Uchawi inaweza coexist for the last 500 years and it's still powerful. Meaning of witchcraft is the practice of magic, especially for evil purposes. It's magic. The practice of magic. Ni kiini macho, kifunga macho, ambacho kitu kitafanyika katika ulimwengu wa kiroho na hautaelewa ni nini kifanyika. Utafikiria you are normal, utasikia tu umekohoa na watu waseme tuigwile wakorora. Kumbe ashaenda, ashazimwa na labda hajaenda. Uchawi, kuna siku unalalaga, unaota, unalala, ukiamka asubuhi unakuta umechoka. Walikuchukua wakaenda ukalima kwa shamba yao, wanakurudisha asubuhi. You need a high priest to be able to conquer this. Bwana Yesu asifiwe sana. Witchcraft is spirit. It is a spirit. But they carry contacts, points of contact. Unapatiwa kamote, utapatiwa unga, utapatiwa jivu, utapatiwa manyoya ya kuku, nywele za makwapa, wananyoanga nywele za makwapa, wananyoa nywele za kule kwingine. Zote hizo ni za witchcraft. Kipande cha nguo, kipande cha nyoka, kipande cha lizard, kipande cha anything. Yani chochote anachukua tu, zinaitangwa tools of operation. Anything atakupatia na itakuwa anaita gedito. Hata hii kitabu yako ninaweza kuitumia nikuroge nayo. Ninaizungumzia, nitaipatia maneno. Mahali itaenda. Watoto wengi akili zao zimeibiwa kupitia kwa vitabu. Kule ametoa sacrifice. Wewe unakuja sidwe. Ametoa 10,000. The principle of the kingdom, the highest sacrifice imetolewa, ndio inafanyanga kazi. Mimi niende nitoe 10,000 kwa Harrison Nganga, na mganga aende, na mtu aende kwa mganga atoe 10,000 na 1,100. 1,100 itafanya kazi hata Harrison akiwa na anointing namna gani. Ule mdhamaki anaitwa Ahuisero. Wana wa Israeli walikuwa wametabiriwa na Elijah, wakaambiwa watashinda. Na kutoka saa 1 mpaka saa 11 walikuwa wamepiga Wafilisti kama maubwa. Ule mdhamaki akaangalia, akaona tumeshindwa. Kaona hii aibu namna gani? Aligrab mtoto wake wa kiume, the firstborn, akamsmash kwa ukuta, akakufa, akamtoa kama sadaka. Walinyorosha watoto wa Israeli mpaka wakakimbia kwa Elijah kumwambia ulitudanganya kwa nini? Na walikuwa 11 hours walikuwa wameshida. Walishindwa the 12th the hour. That's the power of witchcraft. So these people, if they are clever than you, it doesn't matter how best you know to pray. It doesn't matter how good you are. It doesn't matter what kind of church you go. They don't care what kind of a pastor you are under. Hallelujah. What matters to them, how good are you in giving a sacrifice? How good are you in the obedience? Not even giving, in the obedience. And how good are you in listening to God? Because sacrifice is about listening to God. God only will tell you what to give. He told mtu anaitwa Abraham, give me your son, the only son, the son that you love. Take him to Mount Moriah, in one of the mountains. So not every mountain is a mountain. Hallelujah. Akamwambia take him to Mount Moriah, in one of the mountain. Kwa Mount Moriah ni mlima mkubwa. So you must listen to the instruction. When you are coming to breaking these altars of witchcraft, you must come to the instruction. Listen to the instruction one by one, how God is directing you. A sacrifice is always a test from God. It is not you. It is not who? You. It is always a test from God.
Kuvuja madhabahu ni instruction. Kupigana na uchawi ni instruction. Because yule ambaye amekuroga anatumianga instruction. Anaambiango uende, anakatakatiwa tumiti tudogo. Anaambiwa kila junction utakutana nayo unarusha kamuti kamoja. Ukienda junction nyingine unarusha kamuti kamoja. Ukienda mahali kwingine unarusha. They follow instruction. Na wanaambiwa usiende uonekane na watu wa familia. Na usiangalie nyuma. They strictly follow instruction. But nyinyi sidwe. Na hakuna instruction umefollow. Hakuna. There is no instruction. You are just a vagabond. Ati netwa ni nero ne thakame ya Jesu. Thakame gani? Ati tutiagire ne kuruta magongona. And what is this in Hebrews 5? That the high priest is one appointed amongst men to represent things of God to men. He gives sacrifices and gifts. Iko kitabu ya New Testament. Lakini nyinyi sijui kule mlitoa hii vitabu mnasoma. Because I fail to understand. The high priest is not a pastor. High priest si mchungaji. High priest si nabii. High priest ni mthejeri Ngai. Na ndio huyo ameambiwa katika kitabu ya Hebrews 5. The high priest is chosen from among men to do things pertaining God to men. Is a representative of God to men. So he gives sacrifices and offering and gifts. Every high priest is chosen from among men. He is appointed to act for them in everything that has to do with God. He offers gifts and sacrifices for their sins. So I can look at your sin and I produce a sacrifice for you without you being knowing. Na unasikia hiyo crime imeisha. Tumejua meaning ya hiyo. And also we have 3 levels of witchcraft. Witchcraft ya kwanza inaitwa black. It's black witchcraft. Na another level is white witchcraft. And a third level is red witchcraft. Hizo nita expound next time. But we also have types of witchcraft. We have a coven-based witchcraft. A coven witchcraft ni ile unaonanga iko na high priest. Ya watu hawa wakanga. Hiyo ndio tunaitanga coven witchcraft. It has a high priest. A witchcraft that has a high priest. Abaye ni kama pastor. Sasa wale unaonanga na waganga na nini. Sasa hiyo ndio inaitangwa coven witchcraft. They apply skills and they also apply magic. They are magicians for some sort. Wakifanya zile bogo zao hivi, wakiagusha hivi, wana uwezo wa kusoma na wanakuambia a true story about this thing. How they are saying about you. So they combine the skills and the magics. We have another type of witchcraft tunaita solitary witchcraft. Solitary witchcraft ni ya ule mrogi anakuwaka ni lone ranger, ni yeye peke yake. Utamkuta hapa hajatumwa na mtu, amekuja tu kumaliza. Yaani anasikia raha akimaliza peke yake tu. Na wanakuwaka wamezaliwa wakiwa hivyo. Wao ni wachawi. Hata anaweza kuwa ni pastor hapa. Anaweza kuwa ni asha. Anaweza kuwa ni chairman, anaweza kuwa ni chair lady, anaweza kuwa ni treasurer. Lazima utamkuta anapenya mpaka kwa leadership. Sasa wanakaaga tu hapo avuruge. Hajatumwa na mtu lakini avuruge tu. Anakuanga ni pillar used by the demonics. Yaani yeye ndio sana sana anatumika kama monitoring spirit. They monitor. Hiyo ndio ya kumonitor. Anakuja na kuwa bibi yako na mnakaa na yeye na anakumonitor. Wewe unaenda unarecruitiwa kwa shetani, kwa Freemason, alafu wanakutuma kanisa kama go and destroy it. Na atakuja na aokoke, na atakuja na akae hapa, na akuwe mtu mzuri sana. Eventually utamsikia amekuwa nabii. Na atakuwa kimtolea unabii. Sasa unabii yake ni kusema huyu ni mchawi. Akikaa kidogo huyu ni mchawi. Wengine sasa wanafika wanakuwa na power. Power kubwa sana ya kubadilika na kuwa insi, anabadilika na kuwa lizard, anabadilika anaenda mpaka India na anarudi. Ingine ni hereditary. Sema hereditary. Hii ni ile ya kutoka kwa familia. You inherit from somebody. You get it from your uncle, you get it from your mother, you get it from your grandfather, you get it from the region. The region you are. Kama hapa ni kwa wachawi, it is most likely that utakuwa mchawi. The region you live. Ile shule unasomea, kama ni shule compound ambayo iko na wachawi watupu, utabadilika. Na unakuta unaifanya tu bila hata wewe kujua. Because it is inside you. It is like
kuwa the man of God or the woman of God, ule ambaye ameitanishwa in the line of Jeremiah. And the last one ambayo nataka tuangalie leo ni the crystal witchcraft. Crystal witchcraft involves vibrations and the power of crystal like gems, rocks, stones. Na hii ndio nanaga sana nikifanya deliverance. Mama kama huyu ninaona amevaa kakitu, ninakaangaliaga mara mingi kwa sababu inaweza kuwa ni witchcraft na ujui. Sasa hizo ndio nasema they involve gems. Unakuta kuna pete imewekwa jiwe hapa, na hiyo jiwe kumbe ndio witchcraft. Kuna ring unakuta ni kazuri sana, mtu anakununulia ka gift, kumbe amekuconnect na ufalme wa kule kwingine. All these are meant to attract. It is as witchcraft that is meant, the crystal witchcraft is meant to attract, to trap, to bring somebody closer. Mungu ametufungulia leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wale ambao bado mnafikiria kauchawi katafanya kazi, sasa tuanze. Anza tuende. Bwana Yesu asifiwe sana. Simsimame tu kwa miguu yenu.